Wanasema mtoto akinyamaza sana, si kwamba hana jambo la kusema, bali huenda hana anayemsikiliza. Na wakati mwingine, umbali kati ya mzazi na mtoto haupimwi kwa kilomita, bali kwa ukimya wa mawasiliano. Maisha ya chuo kikuu kwa wengi huonekana kama hatua ya uhuru na mafanikio, lakini kwa wanafunzi wengi, uhuru huu huja na upweke, shinikizo na mapambano yasiyoonekana kwa macho. Okay, good morning dear friends, family and colleagues. In name I'm Odera Joseph. I'm a third year student in Kibabii University taking Bachelor of Education Science. I'm here to address about the issues that we pass through, especially as students. Firstly, I'm an alumnus also of the Catholic University of Eastern Africa, and I've encountered a lot of problems, especially when I was in Kwea, and I've also when I'm here at Kibabii University. Ni shida mingi sana ambazo sisi tunapitia kama wanafunzi. Na wakati mwingine unapata kuwa hauna gas, chakula kimeisha, lakini unapopiga simu nyumbani, kila saa wakiona simu wanajua ABCD anapiga kwa sababu ya chakula, ABCD anapiga kwa sababu anahitaji kule shuleni. Lakini sisi kama wanafunzi, wakati mwingine tunapiga simu nyumbani, tunataka tutujue wazazi wetu wanaendelea vipi. Tunapigia jamaa zetu na marafiki kujua wanaendelea vipi katika maisha yao ya kila siku. Hata nasi wazazi tunawasihi, whenever you see a need, just call us, just to show mwanafunzi anaendelea vipi katika shuleni. Tunaona wanafunzi wengi wanapitia changamoto mingi sana, wengine wanajitia vitanzi kwa sababu hawana watu wa kuwaongelesha. Ni kwa sababu familia zetu zimetutenga. Tunaomba kama wazazi, tafadhali, hili ni ombi, mtukumbuke wakati mwingine, mtukumbuke wakati ambapo tunahitaji, haswa tunapokuwa shuleni. Ni changamoto mingi sana ambao tunapitia kama wanafunzi, na hata sisi wahadhiri ambao tuko wahadhiri wa vyuo vikuu, tunaomba muwe karibia na sisi. Kutuongelesha tu inatupea motisha. Just speaking to us gives us a move. Just encouraging us give us a move. But when you abandon us, surely we won't make it in life the way you made it. Thank you. Napoondoka nyumbani kujiunga na vyuo vikuu kama Kibabii University, wengi wao huanza maisha mapya wakiwa mbali na familia zao. Kadri muda unavyosonga, mawasiliano kati yao na wazazi hupungua. Simu kutoka nyumbani huwa nadra, na mara nyingi wanafunzi wanapopiga simu nyumbani, dhana ya kwanza huwa ni kwamba anahitaji pesa. I'm by the name Michelle, currently in Kibabii University, pursuing a course in Education Science, that is combination of biochem. All I wanted to address is the issue. We are passing through a lot hapa tukiwa shule. Sometimes tunataka help maybe kwa wazazi. Naweza kuna wapigia simu, maybe hata ni salamu, but wanachukulia ni kama unataka pesa. So anaenda hawataki kupick call. Then all I wanted is just their attention. Maybe tunataka tu kuwasalimia, wakuwa na pick call yetu, wakuwa wanatusaidia, sababu maybe wanadepend, wanadhani maybe tunapata help ambayo maybe ni pesa mingi, but in real tunapata pesa ni kidogo, alafu pia mahitaji ni mengi. Then tulikuwa tunataka tu attention yao, wakuwa maybe wanatupigia simu, sio sisi kuwatafuta kila saa, wakuwa pia wanatutafuta. That is all I wanted to address. Thank you. Karo, kodi ya nyumba, chakula na mahitaji ya kila siku, huku rasilimali zilizopo mara nyingi hazitoshi kukidhi mahitaji haya yote. Shinikizo hili la kifedha na kijamii huathiri hali ya kihisia ya wanafunzi wengi. Bila mtu wa kuzungumza naye au msaada wa kimaadili, baadhi yao hubaki wakipambana kimya kimya. Wataalamu wa masuala ya kijamii wanasisitiza kuwa jukumu la mzazi haliishii katika kutoa mahitaji ya kifedha pekee. Upendo, mawasiliano ya mara kwa mara na kujua hali ya mtoto ni msingi muhimu wa ustawi wake hata akiwa chuoni. Wazazi wanahimizwa kuwapigia watoto wao simu, kuwajulia hali na kuwapa moyo hata pale ambapo uwezo wa kifedha ni mdogo. Kwa sababu wakati mwingine wanafunzi
hahitaji kutumiwa pesa, anahitaji tu kukumbushwa kwamba nyumbani bado kuna mtu anayejali. Maana nyuma ya kila mwanafunzi anayepigania ndoto zake kuna moyo unaohitaji kusikilizwa.